jumla. Chama cha KANU kikiongozwa na mwenyekiti wake Gideon Moi kimeungana na Wakenya kupinga mswada tata wa fedha mwaka 2024. Moi anaungana na viongozi wengine wa Azimio ambao wamekuwa na pingamizi za mswada huo. Mwanahabari Phoenix Oloch na maelezo zaidi. Kupinga, kutoridhika na hasira ni muktasari tu wa hisia miongoni mwa Wakenya. Hasa kizazi kipya ambacho kwa siku 3 mfululizo kimeingia barabarani katika maeneo kadhaa nchini. Hii ni kutokana na mswada tata wa fedha wa mwaka 2024 ambao umekuja na kodi zaidi ambazo Wakenya wanasema ni za kuwadhulumu na kuwabana kiuchumi. Viongozi kadhaa wa vyama vya kisiasa sasa wameunga mkono maandamano hayo yanayoendelea, wakitoa wito kwa serikali kuachana kabisa na mswada huo kama wanavyotaka Wakenya. Akiunga mkono wito huo, kiongozi wa chama cha KANU Gideon Moi katika taarifa alisema, na nanukuu, wataalamu wa uchumi wanakubaliana kuwa Kenya haina tatizo la mapato bali matumizi. Kuongeza kodi katika jaribio la kushughulikia upungufu wa bajeti kunaweka mizigo zaidi kwa Wakenya. Hivyo basi, bunge la taifa lazima likatae mswada wa fedha wa mwaka 2024 kabisa. Marekebisho yanayopendekezwa katika vipengele vya mswada huo vinavyoongeza kodi umewacha mwanya wa mapendekezo mengine ambayo pia ni ya kubana. KRA ilishindwa kupata mapato ya kodi yaliyolenga kupitia mswada wa fedha mwaka 2023. Kodi zaidi haimaanishi mapato zaidi. Ili kufikia ustawi wa kiuchumi, Kenya lazima itoe kipaumbele kwa ustawi na viwanda kuliko kodi ili kupanua msingi wa kodi. Hili lilisisitizwa na maafisa wengine wa chama cha KANU. Viongozi wengine tayari awali walikuwa wameonyesha pingamizi kuhusu mswada huo, wameendelea kusuta serikali na kutaka mswada huo kutupiliwa nje mara moja. Phoenix Oloch, KTN News. Na huku hayo yakijiri, makundi ya vijana katika kaunti ya Nakuru